wamekuwa kwa ndoa kwa muda wa miaka karibu 6, lakini ilifikia mahali huyu daktari akawa anamsumbua sana. Mwaka huu mwezi wa Julai, huyu mtoto tuliweza kuwasiliana na yeye sana, hata japokuwa tulikuwa tunawasiliana kwa muda mrefu. Akaniambia sasa inaonekana mahali imefikia hata wezana na hii ndoa. Na mimi nikamwambia nimekushauri kila wakati, hiyo ndoa imekuwa mbaya, waachana nayo, kwa maana huyu jamaa alikuwa kila wakati anaenda anakunywa pombe kulingana na ripoti ya huyu mtoto. Akikuja usiku wa manane anaanza kumpigia kelele, anaanza kumpiga, wanapigana. Wakati mwingine anaenda anakaa nje siku 3, wiki mzima, akimuuliza anaanza kumtishia na kumpiga. Kuna hata mtoto wangu wa kwanza ambaye ni mwanafunzi amewahi kuwa akiwatembelea. Amewatembelea kwa muda, na hadi wiki 2 ambazo zimepita ndio haweze kufariki, halikuwa na wao. Akaondoka hiyo siku ya Alhamisi jioni, na alipoondoka halikuwa aondoke aende arudi the following day, na walikuwa waende kwa makambi mahali ambapo huyu daktari alikuwa amesema ati amewalipia Kiambu waende kwa makambi. Mimi hata nilishangaa wanaenda Kiambu kwa makambi aje, hawajui huko, hawajawahi shiriki huko. Sasa mimi hata nikaambia huyu msichana usiende peke yako, enda na my son akuwe your security, because already nilikuwa nimeanza kufia. Hata hivyo walikuwa wakuje nyumbani. Hiyo Jumapili iliyopita huyu daktari akawakataza. Mtoto wangu ananiambia kwamba walikuwa wanapigana hapo kwa nyumba, hakiwa anachukua kisu mpaka anawafungia kila mtu rumu yake. Hata walikuwa wananielezea, na nilikuwa nimepanga wakuje nyumbani hiyo Jumapili ndio nione vile nitaweza saidia huyu mtoto. Lakini vile aliwakataza wasikuje, ati amewalipia waende huko sijui ni Embu, waende kwa makambi. Hiyo kitu ilinisumbua sana kwa moyo wangu. Kumbe mimi nafikiria alikuwa anamkataza wasiende ndio apate njia ya kumuua. Inaonekana ni kitu amekuwa akipanga kwa muda mrefu, anataka kumuua, na kwa kweli amemuua. Sasa sisi tunalia, tunasikia uchungu. Tunasema serikali tupatie haki, tupate haki ya mtoto wetu. Mwenye ametuacha ni sistangu mwenye ananifuata wa pili. Chenye ningeomba ni serikali itufanyie haki. Yeye alikuwa mtoto mzuri. Tumelelewa naye pamoja, tumegrow naye pamoja. Na hakuwa mtoto mbaya na hakuwa anasumbua. Sasa Dennis ilifikia akamchukua kwa mikono yake. Sasa kitu tunaomba ni serikali tutendee haki.